masisi wote ambao wako hapa. Tuko na wageni kutoka mbalimbali. Mabibi na bwana, Bwana Yesu asifiwe. Mwathani no mwega. Amagita jonthe. Anketherie niruone loi. Mumefurahi kupokea kiongozi wetu wa taifa kabisa. Ende boteringa nkemishia kaeye. Asanti sana wakina mama, na wapenda nyinyi, ni watu wasafi mwa. Jeshi yote ya Kenya, karibu sana kwetu Bori. Rais, unakumbuka mkutano wa mwisho tukiwa pale Kibereshia, uliniambia lazima utafika Ntumbori, na nikakuja hapa nikaambia nyinyi ndio mlipiga kula, na rais, watu wa Ntumbori ni 100% watu wa UDA. Na rais, kama unajua, Bori ndio inaongoza katika wanajeshi wa UDA 51,000. Kwa hivyo pigieni rais makofi, kwa sababu ndiye asela number 1. Hatutakupotezea wakati, kwa sababu kila wakati unapofika Bori kunaanza kunyesha, na tunashukuru Mungu kwa sababu wewe ni mtu wa baraka. Watu wa Bori leo tuko na furaha kwa sababu ya kiongozi wetu kufika hapa. Hii ni miracle of God, si ndio? Lakini sisi tulipigania serikali, na ndio hii, na anakuja kuleta matunda, na ataleta, na mko na imani kama vile mlikuwa na imani, mtakatusongesha mpaka juu na yeye, na hapo ndio mko, na kwenda mbele tutatembea pamoja. Hebu nione na mkono tena. Rais, nakushukuru sana kwa sababu kila wakati tunapokutana unaniuliza watu wa Bori wanaendelea namna gani, na kila wakati watu wa Bori niwafahamishe. Rais ananiambia nitakuja, Rendikiri nitakuja, mimi tafika, ninajua mashida ya Bori, nimemwelezea mashida yetu yote na anajua yote. Kwa hivyo leo atakuja aseme mwenyewe kwa sababu anajua. Si ni kweli ndugu zangu? Rais, lazima nikushukuru kwa viongozi ambao umetuchagulia pale serikalini. Tuko na CS Mithika Linturi, asante sana. Tuko na PS Gitonga Mugambi, asante sana. Tuko na PS Kibori Keremi. Tuko na PS Roselyn Jogu. Tuko na Director General wa Kula ambaye ni kutoka Kibereshia hii. Tuko na mashameni wengi ametuchagulia, na wawili wako hapa ambao walichaguliwa jana, Dr. Kimathi Kegatira, na pia gavana aliyekuwa gavana Clayton Moronge ako hapa. Vile vile tunakushukuru kwa sababu ya CAS Professor Gitonga wa kutoka Meru, na ako hapa na sisi pia. Beatrice Nkatha CAS kutoka Tharaka Nithi ako hapa pia. Mimi niwaambia tutakaa nje ya serikali, na tunaendelea kujaza mno sana sisi watu wa Meru wa Bori. Kwa hivyo nawaambia sisi tuendelee kuomba, tuendelee kushukuru Mungu, tumuombee rais, tuombee serikali yake, kwa sababu hii serikali ni yake na sisi, na hatutaki ivunjuliwe na hii muungano wa maandamano. Ama mnataka tuende hiyo njia ya maandamano? Nyinyi watu wa msiombee hiyo mtu, mumeombee tu aokoke, si ndio? Sasa wacha tumalize ile kazi ambayo tulituleta hapa. Nitaachia Kimani Ichung'wah hiyo mambo ya maandamano,
tumemweka pale mstari ya mbele ya Ndiru, na yeye akishindwa ndio tutachukulia kutoka hapo. Kwa hiyo hata Ndiru na yeye hiyo kazi yetu Speaker. Lakini nimefahamishwa kuna viongozi MCAs ambao walikuwa pale Gembe North. Sasa hao kama walipata bahati ya kuongea, wale hawajapata bahati ya kuongea wakuja waonyeshe, nitapatia, alafu amwalike MCA wa area hii ndiye aongee maneno mawili on behalf ya wabunge katika constituency yetu. Speaker. His Excellency Daktari Samoei Ruto, My Excellency the Governor Bishop Kaira Mwangasa, Mheshimiwa Waziri Mithika Linturi, all protocols observed. God is good all the time. Ningeomba Mheshimiwa wetu wale wako hapa karibieni. His Excellency waseme majina na pati pale mbele, wacha huyu abaki. Huyo ni Mheshimiwa Mwirigi, mkono juu. Huyo ni wa chama ya UDA. Ule mwingine ako pande ile, Mheshimiwa Mbiuki, nuiza mkono. Huyo ni wa pande ya Igoji, chama ni Bas Pate. Huyo Mheshimiwa Makasi Nkobo, UDA. Mheshimiwa Kare Municipality, UDA. Spora Kiambi, nominated UDA. Doris Gaki, nominated UDA. Patrick Mudhuri Mudhoniwa yako, Independent Party. Mheshimiwa Karemi, Bas nominated. Mheshimiwa Frinda Naito, UDA nominated. Mheshimiwa Rwire Rwarera, Mheshimiwa Kivenji, Bas Party. Mheshimiwa Mobichi, huyo ndiye alichaguliwa mwisho wa UDA. Mheshimiwa Mutuma Kisima, UDA. Mheshimiwa Jim, UDA. Huyu His Excellency ndiye whip yetu ya majority chama ya UDA. Mheshimiwa Ntururu, huyu ni wa chama ni factory leader wa DP. Mheshimiwa Jennifer Morogocho, Bas Party. Mheshimiwa Martin kutoka Kizima Timbao, UDA. Mheshimiwa Ruse Mokaria, nominated Bas Party. Mheshimiwa Gaki, nominated UDA. Mheshimiwa Salome, nominated Bas Party. Na huyu mkubwa hapa ndio Lindo minority Bas Party. Na hii ni serikali mkubwa, His Excellency, wacha aseme jambo. Asante sana Mheshimiwa Speaker, His Excellency the President of the Republic of Kenya, Daktari Samoei Ruto, all protocols observed. Karibu sana hapa Rais, hapa Meru. Mimi naitwa Evans Mawera Karia, ndiye majority leader pale bunge letu la Meru. Nataka kushukuru sana kwa yale maneno ulifanya wakati tulikuwa na mvurugano hapa kidogo. Ukaingilia, na sasa sisi tumeshikana na mama, tunasema serikali ya mama iko imara, pamoja na serikali ya William Samoei Ruto. Hapa mashinani tumeshikilia serikali 100% na tuko pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Rais wetu mpendwa Daktari Samoei Ruto, gavana wetu wa Meru na viongozi wote ambao wako hapa, wananchi watukufu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mugeni antobabore.
Ibwega sana. Rais wetu, jina langu ni Jacob Mwirigi, mimi ndiye MCA wa area hii. Kwanza nichukue fursa hii kukupongeza na pia kukushukuru kwa kupata nafasi ukatutembelea watu wa Ntumbuli. Rais wetu, acha nikuambie ukweli mmoja. Wewe ndiye rais wa kwanza kukanyanga mchanga wa area hii ya Ntumbuli. Ni kweli au si kweli? Tunaona president yakaere. Hiyo ni kweli, wewe ndiye rais wetu wa kwanza kuja hapa. Na kwetu hapa watu wa Ntumbuli tunayo matumaini makubwa sana. Tukikuona tunajua ya kwamba tumefaidika. Hasa wakati huu ambao umekuja kutufungulia mradi wa maji huu wa Kirwa Bore. Mumefurahi wananchi ama hamjafurahi? Wangapi wamefurahi? Ni kila mtu amefurahi rais wetu. Kile ningependa kukuomba kwa niaba ya MCAs wa Bore, manake hii mradi umeshika area kubwa, eneo 3, ward 3. Ni kwamba mradi huu umeunganisha members kama 1,600 na members wote ni 3,500. Kwa hivyo unaona ya kwamba kuna wengine ambao hawajafikiwa na maji. Rais wetu, ningependa kukuomba pia tukue na phase 2 ya huu mradi ndio kila mtu aweze kulima vizuri. Kwa sababu ya muda sitaomba yote, niko na mengi. Najua rais yetu tumemwambia mambo mengi, lakini la mwisho ni kuombe rais wetu. Eneo la Bore alijawekwa katika equalization fund. Ningekuomba kwa sababu ni eneo kame, tafadhali uangalie vile itawekwa kwa equalization fund ndio iweze kufuata wale wengine. Rais wetu, tumefurahi kuwa na wewe. Na kama vile majority leader amesema, sisi Meru sasa tumeshikana na tunamuunga mkono gavana wetu vilivyo. Na sasa ile energy tuko nayo ni ya maendeleo. Na vile anasema maendeleo ni kabati, hiyo ni language ya asira ya kusema maendeleo full throttle. So hapo ndio tuko na tutaendelea kujenga nchi yetu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Mwirigi, His Excellency. Mimi naitwa Ayubu, bundi nikiwa speaker wa bunge. Mimi ndiye niundumu nikiwa the first majority leader 2013-2017. Bunge ya pili nikawa the minority leader. Nikawa minority leader wa bunge ya Meru, na hii muda ya tatu His Excellency Governor na Mheshimiwa Rentolo wakasema niwe speaker. Tukaongea na wao wangwana wakubwa na wakanipea nafasi ya speaker. Na niseme ya kuwa His Excellency, sisi tunafanya kazi na gavana wetu na tunampenda sana na kila kitu iko sawa sawa. Na pia niseme ile uhusiano iko katikati ya county government ya Meru na the national government tunafurahia na matunda tumeanza kukula, His Excellency. Na mwisho nikuambie His Excellency, Mheshimiwa Ndikiri yako hapa. His Excellency, kuna watu wengine tunaona wakienda wakiongea maneno mingi sana. Na niseme His Excellency ya kuwa karibu kila mtu hapa, wengi sana ni madriver. Lakini hata nikikupatia gari yangu nikuambie uendeshe kidogo, utaanza kusema hii breki labda iko chini, breki iko juu, sijui side mirror ioni. Si waache kidogo ukalie nyumba ama ukae kwa hii gari ujue ingia iko wapi, indicator utaweka pande gani, ndio waweze kuongea, na wakiongea naongea na njia utaratibu. Kwa hivyo sisi tuko nyuma yako kama bunge ya Meru na wa Meru. Na la mwisho His Excellency, mimi wacha nichukue nafasi nikuambia asante. Mwaka 2015 nilikuomba huko university huko Mariene, na uliweza kutupea pesa 640 million, na takwa hii budget yenye tuko supplementary budget umetupea pesa ya kuimaliza, inamaliziwa. Mimi nasema asante, Mungu akubariki. Najua ni vile MP wangu ya yuko hapa, hiyo maneno wamefanya wakiwa na Mheshimiwa Rentoli, na hiyo maneno iko sawa sawa. Mungu akubariki kabisa, na sisi tunafurahia. His Excellency, may God bless you 100 times. Thank you, God bless you.
Asante sana Bwana Spika. Sasa ningetaka kumtambua aliyekuwa mjumbe area hii Bwana Kinoti Katopu. Tafadhali salimia watu. Asanteni sana. Yeye ako kwa chama ile ya Jubilee. Ndiye deputy party leader wa Jubilee. Sasa tuko na wajumbe wengi sana kutoka area yetu. Apologies sana kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Mutunga na pia Moses Kirima wako ng'ambo wakiakilisha serikali kwa mambo ya usalama na kilimo. Mmepokea salamu za Dr. Mutunga na Mheshimiwa Kirima? Sasa nitawajulisha tu wabunge kwa sababu nimefahamishwa wao wameongea pande kule Igembe North. Na walisa wasimame. Tuko naye vice chairman wangu wa uongozi wa bunge katika kaunti yetu ya Meru, Mheshimiwa John Paul Mwirigi. Simama salimiana. Tuko naye Mheshimiwa Mporo wa Bori. Ngoja kidogo ndawani. Tuko naye Mheshimiwa, nitakupatia nafasi. Ngoja kidogo, nitakupatia nafasi. Tuko naye Mheshimiwa Taitumu kutoka Igembe North. Sasa tuko naye Dr. Chandlag Mweti Imenti South. Sasa nitawalika Alahim na Mheshimiwa Mudhoni ndio wafike hapa wasalimiene kwa sababu hawakwenda pande ile, au ndio nitapatia nafasi waongee. Alafu kuna mtu anaitwa Mporo ako na salamu kutoka kule. Asante sana Mheshimiwa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Our Excellency, the Governor of Meru, Kawira Mwangasa, our CS, our Majority Leader, all protocols observed. Mimi naitwa Muthoni Dorothy na mimi ni msariwa mwenyeji wa Bore na niko nominated. Mimi kutoka Roire, nominated niakilishe Bore yote. Your Excellency, I don't intend to say much, but welcome to Bore. These people love you so much. It is the first time they have seen a president in Bore. And allow me, Your Excellency, to say just one sentence in Kemeru. The governor will interpret it as I say. Antoba Bore, ibwa inderwe ne president weto, ae asila number 1. Na uga akare tambeshe ile shieto hasila fund. Ibo chige tuwe, ibo ko trendi na chio, tore anda Bore number 1 na go trendi na hasila fund. Becha ijiga iko daranwa. Bwara ko darachia nuko karachio na bwajo kia Bore. Tesa sawa. Ibo boega, wajaire, kanko boera, president wetu adhitheria boega mono, ato dhurera CS kumanja wetu. CS wetu agriculture na mantua maingi mono ako dhithia, imbije jatu wajonde, ende bwachionera buingwa. Thank you so much, Your Excellency. Ukirudi, salimia Mama Rachel Ruto. Your Excellency, Dr. William Ruto, our Governor, Your Excellency, Waziri wetu, Senator wetu, Majority Leader, wajumbe wenzangu, katibu wakuu, wote wawili wale wako hapa, MCAs na Speaker, na viongozi wote wale wako hapa. Bwana asifiwe. Toriteni ngoge cha mwadhani. Nisalimieni. Kwanza, Your Excellency, wacha ni kushukuru kwa kukuja hapa Bore na kwa mwaliko ya chairman wetu
Mheshimiwa Rindi Kiri, na nikwambie rais, hiyo ndio barabara Kenya, tutaenda mbele. Leo umeleta maji hapa na hakika utaleta maji kila constituency ya Meru County. Hata sisi constituency zetu tuko na maneno na tulikubaliana uanze na hizo mbili leo, baadaye utakuja ingine. So constituencies zingine wale wako hapa wasione kama rais ametusahau. Rais hawezi kutusahau, sisi ni watoto wake. Pia Mheshimiwa Rindi Kiri, rais amefanya kazi. Ukiona akiwa amechaguliwa mara ya pili, na hii constituency bore ilitoka ni mtoto ya North Imenti. Zamani ilikuwa North Imenti kutoka Tharaka paka Timau paka pale Laikipia, ndio ilizaa hii. Na nafurahi na Mheshimiwa Rindi Kiri, kazi ile amefanya, nafikiri atakuwa kama mimi 3 terms. Naomba hivyo. So wale wanatarajia kutafuta kiti, ndugu yangu Kinoti, wacha tutakutafutia kazi mali ingine, usikuwe na wasiwasi. Rais atakupatia kitu ndio tuweze kuendelea, tufanye kazi pamoja. Rais, wache nikuambie, tulikuwa na mambo ya maandamano hapa Meru. Mbele ya wiki mbili walijaribu. Ndugu yangu anaendanga na wheelchair. Tulimsimamisha paka akasema nilimuibia wheelchair yake. Sasa mimi nilishindwa, rais hakushuka kwa gari, niliiba wheelchair yake wapi? Leo naweka kiwete pale kwangu Meru, wale wamekatwa miguu na mikono na waweka miguu na mkono, lakini siwezi kupigana na kiwete. So wale wanataka kufanya mambo ya maandamano, nimewapatia warning. Meru North Imenti hawatakanyanga na Meru County hawatakanyanga. Wale wanataka kufanya maandamano, wafanye maandamano kwa mashamba. Hatutaki maneno ingine. Na rais, usiwajibu, utuachie sisi ndio jeshi yako. Tukiwa na Kimani na hapa tukiwa na Rindi Kiri, hawatakanyanga hapa. Na sava, nilisema mapema na nitasema tena, rais hana sava kwake. Wakitaka sava waende kwa IBC ama waende kotini, lakini wacha waangojee 2027 na tuwacharaze tena. Ama mnasemaje? Ndio hivyo basi. Sitaki kuongea zaidi ya hiyo, lakini rais, nikimalizia, najua leo ni kwa ndugu yangu Rindi Kiri. Hata mimi na wenzangu tuko na shida ya maji, tuko na shida ya stima na kuna shida ya barabara. Mwenye barabara ako hapa PS, ni vile ako kwa kamati yangu, lakini ananilenga pia. Rais, ongea na yeye kidogo. Asanti na Mungu awabariki. Asanti. Tuko na mama county, nimesimia wamesalimiana pande ile. And Her Excellency the Governor, all protocols observed. Mimi nimesimama kwa ajili, mimi ndio mama wa Meru yote, sio kama waziri wengine moja moja. Na nimekuja hapa tushangilie president wetu kwa kufika. Frog medho Jaki uraja tiomba kuraga ng'ombe dhidi atea. Hivyo tu Mheshimiwa Rais, ndio nilikuwa nataka kukuambia, na asante sana kwa kutembelea na ile kazi unaendelea kufanya. Asante. Wewe. Haya, tumukumia Yesu Kristo, turuteni ngogea mwathani. Bwana
na hakuna shortcut yoyote tukiwa Meru, hakuna shortcut yoyote tukiwa Meru, kwa sababu William Ruto ana mtoto wa mgongo wala tumbo. William Ruto ana mtoto aliye na mate wala makamazi. William Ruto anaunganisha Wanjaluo, Waluo, Wakikuyu, Wakalenjin, wa Meru, Wakamba, Wagendi, Waturkana na kona yote anaunganisha. Ndivyo mimi nikiwa mparo mtu anasema kwamba lazima nitaenda sambamba na yeye, kwa sababu ukiangalia katika Meru community ametupatia PS wetu wa irrigation, ametupatia mti yetu ya kura bwana Kinoti, ametupatia bwana Medeka Lintore ambaye ni kiongozi. Sisi wa Meru tunamwimbia, ambaye ni kiongozi, ameongeza Meru mzima. Pigeni Medeka Lintore makofi. Nanto beto tena androla mtu, lakini nimesema lazima nitatembea na Ruto. Kama wewe Raila ulipewa msichana mrembo na Kibaki ukasindwa, ukapewa na Uhuru ukasindwa, ukapewa na Nyayo, hakuna nge mwako mbere otenge wa dhatu otenge wa mwanja otenge wa nana otenge na kala Ruto ngubanyibano mucha karakara yego mene na kwa kwanto wetu madhali me na nonto oyo baba ono mababa oyo muliona njana ngare yetu ya nopeo likumbuka kwenye Meru area yote ikitangaza mkutano huu, kwa sababu kama baba yangu ambaye amenisaidia kisiasa kila kitu, na baba yetu mkubwa katika Meru community ambaye tuko chini yake ni Medeka Lento akoronge kusindana Medeka Lentore ni kama kusindana nje huko tema antubeto na kwa kwanto beto tunimana babwe na nkatangwe na babwe tuko na mudanya na bwana William Ruto. Sisi watigani tunakualika Tigania, umeenda Egembe wamekuona, umekuja Imenti wamekuona, Tigani imebaki, lakini najua wewe ni mwanaume namba moja. Na kwa kwanto beto kuna kalwembo kama kero kaina ano tuwaraka buna kalwembo kero kawa atere kawa baba beba beria moto ngoria uria ati maendeleo baba. Yani tuondolee kiongozi ambaye ana maendeleo na ndio kwa tere evirwa ni mwana baba tucokerie evirwa ni mwana evirwa ni giri evirwa ni raimu evirwa kaduri evirwa metheka evirwa mwirigi evirwa ni mweti evirwa ni mporo evirwa ithaitumu evirwa ni Ruto evirwa Murogi evirwa ni Mwamba evirwa ni Raila. Your Excellency, that in our community we have entertainers, and if I didn't give him, you'll be having very bad dreams at night. Your Excellency, wacha nimalizie. Mimi sitaki kuongea sana. Wewe uliniambia nisiongee sana, na uwe unanisima haraka sana. Leo utanisima, mimi ndio takusima. Leo utaondoka mpaka usikie maneno ya hao watu wa Bore, kwa sababu utaniashia shida. Hao watu ni watu wako. Hii area, Your Excellency, tunapakana Laikipia na Isiolo. Hata ukitafuta manyumba na ndege huko juu utaona 2 ama 3. Hiyo ingine huko chini. Hapa ni jangwani. Hawa hawajapata mvua kwa miaka 5 area hii. Kwa hivyo hii mulandi ndio peke yake ya kukunywa maji na ya kupanda mimea kidogo kidogo. Na mimi nataka nishukuru
waziri aliyekuwa wa maji Mheshimiwa Cherugui. Mheshimiwa Cherugui ndiye alisema tukuje tuangalie mambo ya shida ya maji pande hii, na ukamtuma 2019, na alikuja na chairman ako hapa wa huu mlandi. Ako wapi bwana chairman? Haya, kuja. Rais anataka usalimiane kidogo. Huu mlandi, Your Excellency, wakati ulinituma kwa Cherugui, hawa nikaenda nikachukua proposal nikapelekea bwana Mugambi, ako hapa. Huyu ndiye aliandika hiyo proposal, na hiyo proposal tukaipeleka pale kwa National Irrigation Board wakati huyo, na tukapatiwa pesa. Lakini unajua tukaingia mambo ya handshake, ikawa sasa vuta ni kuvute. Nikasema Mungu atatuonekania na wewe ndio utakuja kupatiana maji, na umefika leo. Chairman, dakika moja tu peke yake. Rais wetu mpendwa Dr. Ruto, Excellency the Governor Kawira Mwangaza na wageni wengine wote mashuhuri. Mimi sasa nitaongea kwa niaba ya hawa wakulima wote karibu 4,000. Kwa hivyo yetu ni kushukuru sana Rais kwa kupata nafasi hii out of your very busy schedule kuja kuona hawa watu wa pande hii ya Bori. Sisi tumeishi na shinda miaka nenda miaka rudi, lakini mwaka wa 2019 tulipo struggle kabisa tukalemewa, serikali ikakuja na ikatusaidia, na sasa hii maji imefika na tumefurahi sana Rais. Hata sasa wewe umeona maji imefika, kwa sababu kama vile mheshimiwa wetu amesema hapa ni jangwa, tunakaanga hata miaka 2 miaka 3 bila kunyesha. Lakini sasa we want to assure you that mimi na mheshimiwa Ridikiri tumeongea, tunataka uje the third year from now ndio utaona yetu itakuwa green revolution. Ukipita na barabara ndio utaona ile impact ambapo ulikuja hapa to launch, ndio utaona impact kweli enyewe, kwa sababu tumekuwa tumeconnect sasa kila mtu. Ya pili, hii mradi ni kubwa kabisa, na kitu kikubwa kiwezi kukosa challenge zake kidogo hapa. Kama vile mheshimiwa Mwirigi amesema, MCA wa hapa, maji haijatosha, na mimi maombi yangu ni kwamba because sasa we are food deficit, tutakuwa food surplus wakati huo mwingine after 3 years ukija, tutakuwa food surplus. Hata sisi tuanze kusambaza chakula pande nyingine, baada ya sisi tupatiwe tuwe tukisambaza chakula pande nyingine. Tunataka kuingilia sana mambo ya horticulture, mambo ya vitunguu, mambo ya mboga, mambo ya horticulture yote. Uwanja wa ndege uko hapa, hata sisi tunaweza hata kuexport kutoka hapa iende ng'ambo. Vile ningeuliza Mheshimiwa Rais ni kwamba as you make your immediate ama the medium term plans za kutuongezea maji, ningeomba through your ministry ya maji utuongezee boreholes pale maji haijafika, utuongezee boreholes. Nilikuwa nimeandika proposal kama tupatiwe na ministry ya maji boreholes 10 through National Irrigation Authority, wakatupatia boreholes 3. Kwa hivyo sasa tumepatiwa 3, sasa kuna zingine 7 zimebaki. Kwa hivyo Rais, mimi ningeomba utuongeze hizo 3 ziwe 10 ili ziende pale nyingine ya chini kidogo, Your Excellency. Na sina mengi, yetu ni kushukuru sana. You are just a good person effortlessly, you don't put effort to be a good person, you are just a good person naturally. Kwa hivyo tusaidie pale itawezekana. Thank you very much. Asante Your Excellency. Sasa namalizia kabisa. Your Excellency, Your Excellency, tunafanya kazi kama ushirikiano na serikali kuu.
tuko na Madam DCC ambaye ako na kikosi ya machiefs wote wako hapa, na ma-ACC wako hapa. Tuko na Madam Josephine kutoka Bole East, kuna Bwana Labat Langat kutoka Bole West, na wanaongoza ACC wao wako hapo, na pia machiefs wao. Tunafanya kazi nao kabisa. Hapa wako sawa. Hawa wako sawa, Your Excellency. Your Excellency, sasa area hii nataka utoke hapa saa moja ndio usi take off, kwa sababu hatuna stima. Sasa Your Excellency, mimi ulinituma kwa ofisi ya aliyekuwa wasili Bwana Charles Kitel, na ukamwamulisha afanye uchunguzi aone ni wapi tunaweka stima bori, na tukakagua tukakuta tunahitaji 82 transformers ikiwekwa itatoa constituency yetu kutoka 35% to 70%. Your Excellency, handshake nilinyongwa. Sasa nimeambiwa hakuna pesa, na najua hakuna pesa, lakini kuna muhimu ile 35 ambao hiyo tukipatiwa bori itakuwa tumefika at least 45%. Right now, Your Excellency, it is only my constituency which is below 50%. Na to bring us up to 50%, naomba kwa unyenyekevu. Na ndio kwa sababu nimeambia Kimani Ichung'wah, huyu mtu hata ingia maandamano kwa barabara kwa sababu atanikatishia stima. Your Excellency, hii area it has a problem. Pale unasikia watu wa Bole wanauawa na majambazi, na pia Dofu ni area hii. Hapa hatuna barabara ya security, tuko na shida. Naomba tuangaliliwe hiyo, hata kama ni Malam, kuna area kutoka hapa juu kwa kufika mpaka maili 7. Naomba tuko na barabara 4 ya Malam, hiyo ikiwezekana tutasaidia. Your Excellency, tuko na barabara ambaye tulitafuta kutoka kwa Allied and Samaritan Land Program, inakuwa funded na European Union, lakini wakati kaingia tena wakati wa handshake ikafinyiliwa. Ni ya kutoka pale inaitwa maili 10 mpaka Timau, lakini sasa wamerudi. Engineer Kinoti Wakula anaijua hiyo barabara, kwa sababu nilikuwa namwambia nifuatilie isipotee. Hiyo iko hapo. Hiyo ingine ile ulipromise watu kutoka Kerua kwenda mpaka Gitolo, hiyo pia iko. Wewe ndio utajua vile utajitoa kwa hiyo shida, kwa sababu niliambia nikupeleke pale uone pale DCI Kinoti anatoka, alikuwa area hiyo, na ukasema hiyo barabara utatusaidia, lakini najua vile maneno iko na shida kidogo. Vile vile, Your Excellency, tuko na 78 battalion hapa na wanafanyanga corporate social responsibility. Tuko na shida ya barabara sehemu hii, tuko na shida, kuna mashule sehemu hii, tuko na shida ya maji sehemu hiyo, na najua KDF wanasaidia. Vile vile kule Onteleli, unajua tuko na school of modern warfare, na wewe ndio amiri mjeshi mkuu. Barabara ile nimeweka Maram, barabara 2, hiyo ndio imekuwa ikitumika na wanajeshi, na sasa karibu imeharibika kabisa, na sina pesa nyingine ya kurekebisha. Kwa hivyo naomba pale utusaidie vile hiyo. Sijui kama utafika pale na Maram ama utaweka rami, lakini mdosi hawezi tembea kwa Maram. Mimi naomba hiyo barabara uhakikishe iende hapo. That's a very serious organization. Tutakuwa na Chief of Defense Forces on Wednesday, na tutaongea maneno ya hiyo barabara. Vile vile, Your Excellency, security. Tuko na kambi yetu hapa dogo inaitwa Kadhale. Madam DCC anajua, Bwana Mlabat anajua, iko shida sana. I am pleading with you that this is considered to be a parliamentary unit, kwa sababu itasaidia area hii. Na hapa kwa sababu ya ujambazi na mambo ya madawa ya kulevya na pombe ambayo inatoka Ethiopia, tunaomba hii station, Your Excellency. Vile vile, Your Excellency, mambo ya animal conflict, hiyo tuza kusumbua. Tumeenda na Kadhuri na Bwana Rentori pale KWS, na kwa wizara tunajalia kusaidiana na Bwana Rentori ndio tukamilishe hiyo. Lakini ya mwisho, Your Excellency,
umetuhakikishia mambo ya ndamu mbili hapa kwetu Bori. Tuko pigeni makofi. Tuko na ndamu ngapi? Ile kubwa, si ndio? Ile inakujanga na billions, si ndio? Vile vile Your Excellency, tumeshikana na gavana wetu. Your Excellency, tumeshikana na gavana wetu. Na tuko na hospitali mbili katika constituency yetu. My constituency is 2 sub counties, Bole East and Bole West. Na tuko na hospital pale inaitwa Timau. Hiyo hospitali, Your Excellency, kaida karatasi nikupatia, naomba tafadhali. Tuko na nyumba kidogo lakini vifaa hatuna. Vile vile tuko na farm hospital Bole East. Hiyo ndio itatusaidia pande hii. Na pande hii tuko pia na hospitali inaitwa Kitimene. It was gazetted as level 4 hospital kitambo, na I'm sure Governor Kiretu anajua, lakini it has never taken off. So kwa hiyo tatu, tafadhali, hii kutoka Timao watu lazima wanaenda 88 kilometers Meru town. Hiyo na hii nyingine wanaenda 45 kilometers Meru town. Kwa hivyo naomba utuangalilie hiyo. Nikushukuru. Sasa nimalizie. Barabara kutoka Ruiri mpaka Isiolo. Asante sana ndugu. Imekuwa mwa. Sasa nikuwa hata karibu nikuite ukuje ufungue. Vile vile ile ofisi ya DCC ambayo uliniambia ukaambia ijengwe wakati ule kabla mambo hayajaribika, imekamilika. Nilikuwa nataka ukuje ufungue. Asanteni sana. Nimefurahi. Watu yetu, si maji itakuja. Mmefurahi. Your Excellency Kerua TVET. Kerua TVET. Thank you for your call. The 18 million shillings that we had promised. Hiyo tupatiwe ndio imalize ile laboratory, library na workshop. Na mengine mingi. Mimi ni mtu wa mkono wa William Samoei Ruto. Si mliniambia nikufe na yeye? Si mimi nilikuwa chamani wake ya nyumba 10 pale. Mkaniambia mzee akiguswa mtaleta fujo. Si nimefanya kazi yangu? Si afadhali nirudishiwe uoko? Si namna hiyo? Si mnipigia makofi basi? Si namna hiyo? Kabla mheshimiwa kuja bwana Kadhuri Muronge. Nyinyi ni watu wazuri, si ndio? Sisi ni watu wazuri. Tuseme Ruto afanywe nini? Tuseme Ruto afanywe nini? President afanywe nini? President afanywe nini? Na nimaliza kabisa. Salamu kutoka kwa mama Bore, wanapanda miti, na ameniambia ataalika first lady wakuja wapande miti pamoja. Wakati waliitwa pale State House, Doris Mugambi, mama Bore County, alitambuliwa na mama Lesho kama mfanyi maendeleo ya kupanda miti. Na kwa hivyo tuko na uhusiano mzuri kwa akina mama na vijana. Wakati hiyo ikifika, wakati mama atakuwa nakuja, mkuje sote tupande miti. Asanteni sana. Thank you very much. Tukukaribishe senator wetu, Deputy Speaker wa National Assembly ambaye ni patron ya Senate, sorry. Lakini tulikuwa bunge. Speaker wetu wa Senate, Mheshimiwa Kadhuri Muronge, ambaye ni patron wa wabunge pale Meru. Asante sana Rais. Najua kuna challenge ya weather. Niko na dakika 2 hata niseme mtukufu Rais, hata kama upende kuitwa mtukufu. Nataka kushare my 2 minutes with my senior Kiraitu Murungi. Dakika yangu moja na yako moja wanda wetu. Wewe ni kiongozi wetu, lazima tukutambue, kuja tushare dakika zangu. Na Bwana Kiraitu Muronge, Rais, asante sana. Tumeona umechagua kuwa chairman wa National Oil Corporation. Kwa hivyo tunashukuru, tunaona unaendelea kuangalia Meru. Karibu. Asante sana senator wetu, Excellency President William Samoei Ruto, our governor Madam Kawira Mwangaza,
ndugu yetu Mheshimiwa Ridikiri na waheshimiwa wote wa bunge, Speaker wa County Assembly na waheshimiwa wa County Assembly, viongozi wote wakiongozwa na Mheshimiwa Waziri Mithika Linturi, kiongozi wa serikali, wewe ndio kiongozi wa serikali kuu hapa Meru, na antu wetu bonde wabure mugeni. Bwana asifiwe. Nisalimieni tena. Asanteni sana. Mimi leo sina maneno. Unajua mnipeleka nyumbani. Sidio? Na sasa mimi niko nyumbani. And in politics they say out of sight, out of mind. Lakini sasa I want to thank His Excellency the President, because even if he doesn't see me, ananikumbuka, and he has made me the chairman. Now the chairman of the National Oil Corporation, yani kampuni ya mafuta ya Kenya. So nilituma watu fulani kidogo wanisaidie kusema asante. So mimi ni dereva wa basi, niko na chairman wa basi Kibuti, tafadhali kuja hapa na vice chairman Felicity. Hawa ndio tunaendesha basi na wao. Huyu Kibuti ni chairman wa basi, anatoka huko Embu. Felicity ni wa Patigania, si the vice chairman. Sorry, mimi ndio nilikuwa na makosa. Tuliendesha basi ikaingia kwa mtaro. Lakini si ukiingia kwa matope unaita watu wengine na kusaidia kutoka huko. I want to thank His Excellency the President. Ndiye ametuokoa pale tulikuwa tumekwama kwa mtaro, sasa tuko kwa barabara. And I want to assure him, sasa tutatembea hii safari pamoja. Na tutoki kwa barabara tena, sidio? I want to tell you, hii mambo ya maandamano, wale watu wanajua mambo ya maandamano Meru hii ni wawili. Mpuru Waburi na Kiraitu Murungi. Na tumekuwa na hiyo mtu wa maandamano since 1992. Hata ugali tumekula sana huko. Lakini kuna siri kidogo ningetaka mjue. Mtu wa maandamano is always a government person. Ako kwa opposition, but is also always in government. Tulikuwa naye tunapambana na Moi. Lakini si aliingia kafuta Kambogo kazi, akawa secretary general wa KANU. Akaingia kwa serikali. Sidio? Serikali ya Kibaki, si alikuwa prime minister. Sidio? Ya Uhuru, si alikuwa na handshake akaingia ndani. Hii maandamano, hakuna maandamano inafanywa, ni mtu anafanya application ya kazi. The question is, how many people are going to die? Ni biashara ngapi tutaharibu ili mtu apate kazi? So Kimani Ichung'wah, hiyo ofisi mmesema mtatengeneza hapo mbunge, tafadhali harakisha. Mtu apate kazi, maandamano ikwishe. Hiyo tu. So I don't want to talk beyond that. I know kuna shida kidogo ya mafuta, lakini boss, I'll try my best to make sure kukusaidia tu. Si hata umepata bankrupt government na unasaidia, hata sisi tutakuunga mkono. We will make sure that this is the most successful government that this country has. So niruhusu tafadhali nimwambia, the most important thing in this world ni urafiki. Tafuteni urafiki. Ndikiri tafuteni urafiki. Because mkiwa na urafiki na mtu, hata kama hana pesa, ataomba pesa mletee hiyo maji mnatafuta. Mkiwa na urafiki, hata ngamia nyingine inasumbua watu hapa itatolewa. Are we together? So now with those few remarks, allow me to ask the chairman and the vice to confirm that basi sasa iko kwa KK, Kenya Kwanza,
na hatutatoka tena. And William sisi hataki kuitwa watoto wa kando. We want to be the real children wako kwa nyumba ndani. Okay, asanteni sana. Bwana Kibutu. Wakeje na kiembe. Your Excellency, the President, William Samoei Ruto, and all protocols observed, Mimi, I'm here from Embu because I'm the chairman of BAS, and our party leader, amekumbukwa. He is now the chairman of National Oil Corporation. Alinipigia jana nikamwambia lazima nitakuja. Ndio niambie rais asante, asante sana. BAS yote inasema asante. Na nimepata habari kutoka wanambasi wote. Wakaniambia ukifika huko mwambie BAS ni kubwa. Na BAS wako na wewe kwenda mbele, hata tumekuja kwako, hiyo unajua. Lakini hivi majuzi this year tuling'oa mizizi yetu yote kwa Azimio, na barua tuko nayo na wakapatiwa kopi. Hakuna mtu atasema ati BAS iko hiyo hakuna. Na Your Excellency, I wish you come to Embu, and BAS will welcome you there also. Na nitaita Kiraito na my deputy. Okay. Thank you very much. Asante sana na Mungu awabariki. Your Excellency, our President, Dr. William Samoei Ruto, Governor Kawira Mwangaza, Your Excellency, all protocols observed. Mine is to confirm that the BAS party is firmly behind you. We are praying for you. You're in our prayers. We can see the focus that you have to ensure that this economy grows. What we want is economic transformation, economic empowerment of our people. And we can see that nobody is deterring you, not even the maandamano. So you're in our prayers and we thank you. Keep it that way. Thank you very much. Tuko pamoja. Asante. Nataka kumuuliza swali moja. Utathoma Bible. Did you read the story of the prodigal son? Ura olete ta kule masauna. Au shoka wakalire ata. Teka vinjirwe. Watu vinjira. Tupigwe makofi basi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na viongozi, me am with you. Usiku na mchana, Lindikiri ukinihitaji, nitakuja tufanye kazi pamoja. Waheshimiwa wote, Governor, President, sisi wote ni watu wa mkono wa William Samoei. Asanteni, Mungu awabariki. Sisi tukiwa watu wale walianzisha Kenya Kwanza, rais tulisema yule mtu ako nje wote wa Meru aingie kwa nyumba yako, aingie kwa mboma yako. Kuna wale wamebaki kidogo, hata waziri Munya na wengine pia hao tunaomba wakuje wafanye kazi na wewe kwa serikali yako. Kanate anto betu, si wa Meru tuungane sote. Mnapenda hiyo? Hata Munya akuje. Asanteni sana. Sisi vile Ndekiri amesema na ugaja, nataka kusema area hii nilisoma this want Kibiricha boys tukiwa na MCA wa hapa bwana Mwirigi, na ile shinda nilijua kutoka hiyo zamani mahali inaitwa Ntumbori. Nimefurahi kuona ile maji inaletwa hapa na rais wetu, na vile ameamua kulingana na zile ramani nimeona pale, vile ameamua kusaidia Kibiricha na Bore constituency.
Bwana Ndikiri, usikuwe na wasiwasi, wewe utaishi bungeni, sababu ile maji na mwagika hapa ni mingi sana, na mimi nitakuunga mkono na viongozi wote every constituency in Meru, tuhakikishe kila kitu inaenda vizuri na kwa serikali. Ile kitu tu moja naomba rais asifanye na asidhubutu tafadhali. Hata ule jamaa akilia namna gani, tafadhali rais, ukishalimia ule mtu, rais ukijaribu kusalimia ule mtu anaitwa tinga, sisi tutahama kabisa na tukutoke kwako na tuende kabisa. Ama namna gani? Kwani mnataka rais afanye handshake na ule mtu? Mnataka maji na barabara ama ni handshake? Mnataka maji na barabara, si ndio? Kwa hivyo sisi rais, hii kura tulikupea roho safi, na hata ndebe ikiletwa hapa saa hii itajaa na ijae zaidi. Kwa hivyo you are our product. Wewe ni kitu, unajua ile serikali, wewe ni trustee wetu. Uko pale tu kuunganisha maneno. Kwa hivyo serikali ni yetu sote, na tumesema mambo ya hiyo mtu tuachane naye kabisa. Sisi tuko nyuma yako rais, na sababu ya muda mimi nitasema asante vile tuliungana na Madam Governor, ukasema tukae kidogo, wale watu walikuwa na issues hapa Meru tukamaliza. Na Madam Governor, hata tuko chini nimekwambia kalia kiti yako, fanyia wa Meru kazi bila kuangalia nyuma. Shika steering yako vizuri, ufanye kazi yako. Mimi nikiwa pale Senate nitangangana kabisa vile tutaweza kuleta mali mingi hapa Meru, ndio muweze kufanya kazi na MCAs wale naona mnafanya kazi nao vizuri. Kwa hivyo sisi tukiwa wajumbe, kuna kazi mingi na pesa mingi kwa Nairobi, na tumeungana na tumeweka chama Ndikiri sababu hako na mbio kidogo, na tumekuweka chairman tuunganishe ile pesa inabaki Nairobi, tuungane na county government sababu most of the functions are involved. Tufanye pamoja ndio tuweze kuleta mambo mingi hapa. Antuva Mtumbori na Bole ibo weretwa na Arua ibo kwenda Ruto ararama aende Nairobi ya marale leo. Mnataka arale? Hebu wao wanasema asiende Nairobi arale, nione mkono. Asante sana. Nakaribisha majority leader katika National Assembly Mheshimiwa Kimani Ichung'wah ndiye aweze na yeye kuleta salamu za bunge la taifa. Asante sana. Asante Mheshimiwa Senator, Mheshimiwa Rais na watu ya Bore, amjambo. Salimeni ya hewani, Bwana Yesu asifiwe. Asante. Nimesikia mkisema mambo ya handshake hamtaki, ndio mmesema? Mnataka hamtaki? Hebu rudieni tena rais asikie. Ati hamfanyi nini? Sasa Mheshimiwa Rais, umesikia watu ya Bore na ni Kenya mzima wananchi wameamua mambo ya handshake hawataki, wanataka hii maandamano ya shambani. Na nataka nikubaliane na chairman wa huu mradi ya kuwa tumesikia wengine wakiongea mambo ya revolutions, lakini chairman wetu huyu mzee ametuambia mambo ya the green revolution yenye itahakikisha ya kuwa the cost of living imeshuka chini, sababu wakulima watakuwa wameandamana kwa mashamba wakitoa chakula kwa wingi ifike kwa masoko. Na chairman pia akatuambia ya kuwa miaka ijayo chakula itatoka hapa kwa airport ikienda nchi za ng'ambo. Lakini chairman, wakati nimekusikiza nikasema hata hautaanza ng'ambo, utaanza kwa wale watu wa maandamano, sababu wakirusha mawe kwa barabara na nyinyi mnarusha jembe kwa shamba. Tutoe chakula, tuzalishe chakula kwa wingi ili tuuze, si ndio? La pili, Mheshimiwa Rais, nimemsikiza mzee wetu, rafiki yetu mzee Kiraitu, na amesema vizuri, wanajuana na yule mzee wa maandamano, na amesema ametuma application kwako ya kazi. Lakini hiyo application, Mheshimiwa Rais, nataka nikuambie hiyo barua niliiona na nikaishika na nimeirudisha back to the sender, sababu
mambo ya nusu mkate au wananchi wamesema hawataki. Mambo ya handshake wamesema. Sasa kama ni application ya kazi kwa serikali ya Kenya Kwanza, hiyo tumesema back to, na hiyo nimerudisha kwa senda, tumrudishie. Na najua imefika, na ujua imefika. Nimeona statement ametoa akijibu makasisi wetu, the Conference of Catholic Bishops. And you know, Your Excellency, wonders never cease. Yule mtu leo amequote Biblia, John 8:32, that you shall know the truth and the truth shall set you free. And I want to tell our friend, the former Prime Minister, indeed, a time shall come when you shall know the truth, and the truth shall set you free. And that is why we have told you, Your Excellency, as you called on us to talk through the bipartisan engagement in Parliament, and we said we are ready to talk, and we have invited them to bring all their issues to the negotiating table, including that issue of opening of servers. And I want to tell the former Prime Minister, we are not apprehensive, we are not sensitive to the issue of opening servers. We have only told you President William Ruto has no key to the IBC servers. The people of Kenya don't hold the keys. Wale watu wa biashara Nairobi hawana funguo ya server. Musiende kuharibu biashara zao ati mnataka server ifunguliwe. Come and bring your issue ya kufunguliwa kwa server kwa meza. Sisi tuko tayari kuwasikiza, tukiweka commissioners wa IBC, tuko tayari muongee na wale commissioners, tuulizane hii server iko wapi huko kwa IBC, mfunguliwe, muone ukweli. Na ukweli ni kuwa hapa Bore na Kenya mzima watu walipiga kura kwa wingi, wakapigia William Samoei, na huo ndio ukweli. When that server is opened, my brother Raila Odinga, you shall know the whole truth, and that truth will set you free. That on the 9th of August 2022, the people of Kenya elected William Samoei Ruto as their president for a term of 5 years. And that is why we have asked you to join the rest of Kenya in maintaining peace and ensuring that if you have issues, bring them to the table. We discuss all the issues you have. Do not take your issues to the streets. Do not take your issues to demonstrations that are violent. And I have seen you deny that the Catholic bishops are characterizing your demonstrations as violent. It is not our bishops. Kenyans know that in your history, you have never had a single peaceful demonstration. Na ndio tumekuambia mambo ya fujo waachana nayo kwa heshima. Au sio watu ya Bore? Nyinyi mko kwa maandamano ama kwa maendeleo? Maendeleo ya mashamba ya hii ya irrigation Mheshimiwa Rais amekuja kufanya. Kwa heshima kuu, Mheshimiwa Rais, naomba sasa unikubalie nimuulize governor wetu, mama wa nguvu, mama wa kazi, mama Kawira Mwangaza, aje atuongeleshe. Asante sana governor, karibu. Mheshimiwa Rais, viongozi wote na wageni wetu wote, na tuana twa Meru, mugeni kaere, tusalimiane hewani. Bwana asifiwe. Leo ni siku kubwa sana, na kama kiongozi napenda kumshukuru rais wetu kwa sababu ya kutembea, atujulie hali, atuletee maendeleo. Na hapa sisi na viongozi wote tunasema maendeleo ya Meru County ni kabati kaende. Kabati
Kaende. Hiyo ni kusema ya kwamba speed yetu ya maendeleo hapa ni 400 kilometers per hour. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu president, wakati shetani alikuwa anataka kutatiza speed yetu, uliingilia kati, ukatuweka pamoja, mimi na MCAs na viongozi wote, ukasema lazima kuwe na amani Meru. Kwa hivyo tunakushukuru sana kama watu wa Meru. Sitaki kuongea mambo mengi maana tumeongea tukiwa upande wa Igembe, na rais wetu amekubali ya kwamba atashughulikia mahospitali, atashughulikia barabara zetu, pia anashughulikia mambo ya security yetu. Tumeongea mengi na akaahidi ya kwamba anaenda kutuangalia, na leo tumekuja kusema asanti kwa sababu ya project ambayo rais wetu ametuletea inayogharimu zaidi ya milioni 250. Kwa hii project rais, ningejikakamua kama governor singeweza. Mimi nimejaribu tu pamoja na area MCA, tunawapatia pipe 1000. Kwa hivyo hiyo kazi nyingine ambayo umetusaidia, tunasema Mungu akubariki sana rais wetu. Nataka kusema mambo matatu peke yake rais. Hii area ya Ntumbori kwangu ni hapa tu, si mbali. Ukikuwa usiku hata usishughulike kwenda kwa Rendikiri huko mbali, kwangu ni hapa. Lakini tuko na 4 years hatujapata mvua, miaka 4 hatujapata mvua. Lakini tunamshukuru Mungu sasa, at least kuko green, tutavuna kitu. Kuna hii area yetu bwana rais ambaye ni Ntumbori, iko ndani ya Kiberesia ward. Kuna Nkando ambaye iko ndani ya Kerua Nari ward. Kuna Ndunyuruma iko Ruirero Rera ward, na kuna Momoi Kianjae. Ninakuomba rais wangu, kabisa tushughulikie, uone ya kwamba sisi tumekuwa gazetted as arid and semi-arid areas, ili manufaa ya serikali ikifika tusikose kuwa kwa hiyo list. Juzi nimekuwa na wageni, lakini Kiberesi hapa ndani Ntumbori haikuwa, Nkando haikuwa, Ndunyuruma haikuwa. Tunakuomba kabisa utusaidie tuwe gazetted as arid and semi-arid area, majina yetu ingie ndani pale tuweze kupata msaada. Ya pili bwana rais, na kuomba kwa sababu hii area yetu kuna barabara nyingi ambazo umepeana za national government. Kuna moja ninakuomba isisaulike, pengine iko hapo tu, tunasikia kwamba budget ilipeanwa na kuna pesa, lakini tunaomba uangalie unapoangalia zingine ambaye ni kwa muungani ya Mbalia maili 10 iwekwe lami, na ukitufanyia hivyo tutafurahia bwana rais. Ya mwisho rais wetu, napenda kukumbusha ya kwamba Meru town tumepiga hatua kubwa sana, na tunaomba kwa unyenyekevu unapo consider zile towns ambazo utapatia ziwe city. Meru town tuko na population ya over 300,000 ambao wako hapo. Kwa zile ambazo huko umepanga zipate city, sisi tumekamilisha kila kitu. We've met all the qualifications, tunakuomba tupatie hiyo city. Meru iwe city. Na ukifanya hivyo rais wangu, tutasema Mungu akubariki na kuongeza. Na kumbuka hapa Bore ndio ulianza siasa yako. Tukiwa UDA, na mkutano wako wa kwanza uliweka Kerua, na tukajua ya kwamba huyu anaenda mbali. Ndio tunakushikilia mpaka leo, tunakushikilia hivi tu. Na mimi kama mama nimesema hiyo kabuti siashirii tena. Nitangangana na hiyo kabuti, maana nilikuleta kaunti nikiwa wa kwanza, na nitashika mpaka miaka yako 10 na ingine uongezewe na Mungu, na Mungu wetu abarikiwe sana. Nikimalizia nataka kusema sisi watu ya Meru hatutafikisha wakati wa kuweka masufuria kwa kichwa. Sisi na maandamano ni kama bingu, hatutakubali kamwe kama mama kuandamana na masufuria. Tunajua ya kwamba umepata serikali ambayo ni fogodhari, haina kitu. Tunaomba wanaoenda kuweka mashimo ama kuangalia kwa jisho mbaya wajue kwamba umepata serikali ambayo haina kitu na umechukua hatua kubwa. Ninashangaa na wale ambao wanasumbua rais. Akisema tuende tutoe inaitwa nini taxes, wanampatia jina Sakayo. Rais wetu akienda kututafutia ng'ambo, alete vyakula, alete pesa, wanasema ni mtalii. Rais wetu akisema tufanye hivi, wanampatia jina. Dawa ya opposition rais wetu ni kazi. Hiyo ndio dawa peke yake. Dawa ya watu wa makelele ni kazi. Wanapopiga makelele na kuandamana, tunafurahi kwa sababu tunakuona mashinani ukitembea, ukitupatia fertilizer.
ukiinua hospitali zetu, ukitujengea mabarabara, ukileta miradi ya maji. That is the only medicine to deal with opposition. Mungu akubariki. Nataka kila mtu ainuke juu, tumkaribishe rais wetu kwa makofi sana. Tunasema ni asante, hata umetupatia toringe ni karokemi kaere karokemi 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 kaere karokemi karokemi. Karibu sana rais. Asante sana gavana wetu. Tafadhali tuketi chini, tafadhali. Antovabe bori mugeni kaire. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimia hivyo hewani nione watu wa bori. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru sana watu wa Buri na watu wa Meru. Tulikuja tukaomba kura zenu. Nyinyi mkawa ni watu wazuri sana, watu waaminifu, watu wa Mungu. Mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi nyingi, naye Mungu akatupatia ushindi. Mimi nasimama hapa mbele yenu kusema asante sana. Kwa sababu ya maombi yenu na kura zenu, ndio tukawa na MCAs wengi, tukawa na wabunge wengi, tukawa na ile uongozi yote, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mimi nitafanya kazi na hawa viongozi wenu wote mliowachagua, kwa sababu ile mambo ya viongozi nyinyi mlimaliza tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita. Wakati mlipiga kura, kazi yenu mlimaliza. Sasa ile kazi imebaki sio ya viongozi tena, kazi imebaki ni ya wananchi na maendeleo. Ndio mimi nataka niwaulize viongozi wote wenzangu, tusiwakosee wananchi heshima. Baada ya wao kuamka mapema na kupiga kura na kutumalizia sisi viongozi kazi yetu, ati tuendelee na kuongea mambo ya viongozi, tusahau mambo ya wananchi. Itakuwa ni makosa makubwa sana. Kazi ambayo iko saa hizi ni kazi ya wananchi wa taifa letu la Kenya ya maendeleo, na ndio mmeniona nimefika hapa leo. Nataka nishukuru viongozi wote wa Meru. Wakati tumemaliza uchaguzi, ikatokea mambo kidogo ya kutoelewana. Nikatuma deputy wangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua, nikamwambia nataka watu wa Meru wakae pamoja. Mimi nawapongeza viongozi wote kutoka governor, senator, wabunge, MCAs kwa sababu ya uamuzi wenu wa kushirikiana na kuweka mambo ya Meru mbele ya maslahi yenu wenyewe. Mimi nawashukuru sana. Na ndio mimi nataka niwahakikishie watu wa Meru, mambo ya Meru itakuwa katikati ya mambo ya serikali yetu tukienda mbele. Asanteni sana. Leo mimi nimefika hapa kwa sababu ya mradi huu ya mambo ya irrigation, kwa sababu ndio njia tutasaidiana na wakulima kuzalisha chakula ya kutosha, kuzalisha mazao yenu, ili tupate chakula, tupate mazao na tutumie kilimo kuweka pesa kwa mfuko ya mkulima. Hiyo ndio agenda yetu. Hii mradi tunafungua hapa leo ni ya shilingi milioni 280 ya wakulima zaidi ya 3,000, na kupitia kwa mradi huu ekari 2,000 tutaweza kunyunyiza maji, tuzalishe chakula
na tubadilishe Buri na tubadilishe Meru na Kenya. Iko katika mipango yetu, kwa sababu vile niliwaeleza, mpango yetu kwa miaka 5 ijayo ni kuongeza sehemu ya kuzalisha chakula kupitia kwa irrigation kutoka ekari 1670 mpaka ekari 1.5 in the next 5 years. Leo tumepata ekari 2,000, so imebaki ile ingine. Mimi nataka niwahakikishie katika hiyo safari ya kuzalisha chakula kupitia kwa mambo ya irrigation, vile chairman wetu Bwana Kenywa ameuliza hapa, na nimetembea kwa mzee Mutwiri hapa juu kwa shamba yake, na nimeona ile bidii yako naye na mke wake na familia yake. Mimi nataka niwahakikishie wakulima wale wengine kama Mutwiri, kama chairman wetu wa Kenywa hapa, ya kwamba hii mradi ambayo tumekuja kuianzisha leo hapa Meru tutawaongezea milioni ingine 500 ya milioni ingine 500 ya kusongesha mambo ya irrigation, na tuhakikisha kwamba wakulima wengine wengi na shamba ingine ardhi kubwa. Nimesikia mmesema mnataka phase 2. In the next 2 weeks tunatangaza kandarasi ya shilingi milioni 500 na ndio sababu mimi nimefika hapa leo. Mjue ya kwamba mbali na ile mradi tunafungua hapa, we have a greater plan ya mambo ya irrigation hapa Meru na Kenya. Na ndio nimemwambia waziri wangu hapa Bwana Mithika Linturi, ambaye ananisaidia hiyo kazi, yeye na wizara yake sasa watatangaza kandarasi ya shilingi milioni 500 in the next 2 weeks, ndio tuweze kusongesha agenda yetu ya kuzalisha chakula kupitia kwa mambo ya irrigation. Kwa sababu mimi nawaeleza ndugu zangu watu wa Meru na Wakenya wenzangu, njia ya kuondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya, njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kusaidia wakulima wetu, tuwapatie mbegu, tuwapatie mbolea, tufanye irrigation, tuzalishe chakula ya kutosha, gharama ya maisha ipungue. Hatuwezi kupunguza gharama ya maisha kwa kuweka sufuria kwa kichwa, kwa kufanya maandamano kuharibu mali ya wananchi. Hiyo haitapunguza gharama ya maisha. Maandamano ile itapunguza gharama ya maisha ni ya mkulima, tukimpatia mbegu, tukimpatia mbolea, tumpatie maji, hiyo ndio itapunguza gharama ya maisha na gharama ya chakula katika taifa letu la Kenya. Vile vile, kwa sababu ya hiyo mpango yetu ambayo hapo nyuma ilikwama kidogo, tumekubaliana sasa katika mpango yetu ya miaka 5 ijayo. Pale tulienda kutoa hii maji ni mahali kidogo kwa hii Katida River. Mimi nataka niwatangazie watu wa hapa ya kwamba sasa kwa ile mpango ya dams ambayo tutajenga Kenya, na mmesikia mimi nikitangaza ya kwamba tutajenga dam 100 Kenya, zile kubwa. Kati ya hizo dams 100, 8 itakuwa hapa Meru County. Tayari tuko na mpango ya dam ya Kidhino hapa juu. Tuko na dam ya Ura ambaye iko pale Tigania ama Nigembe. Tuko na dam 3 hapa Buri. Tuko na dam ya Timau, tuko na dam ya Sirimon, tuko na dam ambaye tunaita Nkobo na Ngarinaidhi. Sio Ngarinaidhi. Hiyo dam iko hapa Buri na italeta maji Buri, itapeleka maji Tigania
na itapeleka maji mpaka ifike Igembe. Mimi nataka niwaambie mipango yetu ya kubadilisha hali yenu ya maisha, kwa sababu najua hapa mnaita Ndomburi. Hapa Ndomburi, Ndomburi. Hapa Ndomburi muko na matatizo sana ya maji. Si ni kweli? Na wakati nilipanga hii safari, niliambiwa Ndomburi ni mahali kona na kame. Nikawaambia hata Yesu alizaliwa mahali padogo inaitwa Yerusalemu ama Bethlehemu, lakini ndiye alikuja akabadilisha Kenya, alikabadilisha dunia. Nikawaambia hata hii Ndomburi angaye inakaa kama iko kona, hapa ndio tutatoa chakula na itabadilisha taifa letu la Kenya. Na ndio nimefurahi sana kufika hapa kwenu. Hiyo mpango yote ya mambo ya maji hapa Meru na Kenya ni kwa sababu tunaamini hasa katika matatizo tuko nayo ya climate change, lazima tubadilishe mwenendo wetu wa kilimo kutoka rain fed agriculture mpaka irrigation agriculture, ndio tuweze kuzalisha chakula. Na hakuna dawa ingine ama njia ingine ya kuendesha mambo ya irrigation. Tutege maji tuweke kwa damu ndio tuweze kuyatumia kwa matumizi ya nyumbani, matumizi yenu ya mifugo, na pia tufanyie irrigation, tuzalishe chakula, tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Hapa kwenu Bori pia tumekubaliana kama serikali ya Kenya, tuko na masoko 181 ambazo zilikuwa zimejengwa ikakwama. Mimi nataka niwatangazie hata yenu ilikuwa imekwama hapa Timau. Sasa tumeweka pesa katika budget yetu ya mwaka unaokuja shilingi bilioni 3, tutatengeneza hizo soko 181. Tuhakikishe ya kwamba wakulima wetu in every county we are going to develop a new market in every county. Na tumekubaliana vile vile na hawa magavana, tukitengeneza ile soko ya every sub county, tutengeneze soko mzuri, wananchi waweze kuwa na mahali pazuri pa kuendesha biashara yao. Vile vile tutafanya soko kubwa pale Meru, na tumekubaliana na gavana wenu pale wataweka shilingi 250 milioni, na mimi nitaweka shilingi milioni 500 ya serikali ya kitaifa. Tuhakikishe ya kwamba hapa Meru muko na mahali ambapo muna aggregate ile mazao yenu ya shambani. Tutaweka pia pale industrial park ambayo tutafanyia value addition, tuweze kuongezea dhamana mazao yenu yote. Na tuhakikishe ya kwamba mabrokers na wale cartel wanasumbua wakulima, tunawamalizia, tukutane na wao tukiwa tumeaggregate mali yetu na walipe bei ya sawa sawa. Ninyi mnanielewa? So hiyo mpango yote ya kujenga soko ya Timau, ya kujenga aggregation na industrial park hapa Meru, na nitarudi hapa ili kuja kuzianzisha rasmi, ndio tuhakikishe ya kwamba hii safari ya kuweka pesa kwa mfuko ya mwananchi ni safari ambayo itatimia, and we are going to work together in that direction. Mumenielewa jameni? Na katika hiyo safari tuko na mpango, na waziri wa kilimo atakuja kuwaeleza. Tuko na mitungi ama ile milk cooling plant 30 ya Meru County. Mimi nataka county government ya Meru na wabunge waketi chini, mtueleze mahali gani tutaweka milk coolers, kwa sababu tunataka kukusanya maziwa ya hawa wakulima na tuhakikisha kwamba maziwa inalipwa bei ya sawa sawa. Haiwezekani
kwamba bei ya maziwa iko chini ya bei ya maji. Hiyo haiwezekani. Si mnajua hii half liter ya maji ni shilingi karibu 100, na bei ya maziwa si ni shilingi 30. Sasa tunataka tupange vizuri, kama itaharibika sana lita moja ya maziwa ikuwe at least shilingi 60 tukiendelea mbele. So tunataka tujipange, na njia ya kubadilisha bei ya mazao yetu ni kuhakikisha kwamba kuna infrastructure. Tujenge soko, tuwapatie milk cooling plant, tujenge ile aggregation an industrial park kule town, tuhakikisha kwamba tunasukumana pamoja na tunaenda mbele na mazao yetu inapata bei ya sawasawa. Mimi nimekuwa hapa leo, nilikuwa kule Nyambene, nimewaambia ya kwamba tumeweka sheria mpya ya mambo ya miraa, tuhakikishe ya kwamba miraa inalipwa na hakuna ile levies na charges, na pamoja na ile fees ambazo zinalipwa, wakulima wanaenda hasara. Na vile vile tunapanga soko ya sawasawa, tuhakikisha kwamba kila mmea, kama ni kahawa, kama ni chai, kama ni hiyo miraa, kama ni avocado, kama ni macadamia, tunapata bei ya sawasawa na tunasaidiana na wakulima wa taifa letu la Kenya. Mimi vile vile nataka niwaeleze ya kwamba tumekwisha kubaliana ya kwamba nitakuja nikamilishe stadium yenu ya town hapa ya Kinoru, na ni handover kwa county government waweze kumanage na itengenezwe vizuri, ndio dunia hiyo ikae chonjo. Si namna hiyo? Na vile vile tutakuja kufanya zile zingine tukishirikiana pamoja na nyinyi, na tukienda mbele tukiwa sote tumetembea pamoja. Nimesikia kuhusu shule hii, mjumbe wenu huyu amenieleza hapa kulijengwa borehole lakini haikuwekwa solar. Nimeambia mtu wangu hapa aweke solar by next week, kama wiki hiyo ingine. Huyu bwana Mugambi ataweka solar kwa hiyo mpango ya shule. Na vile vile umesema kuna shida kidogo ya shule pale, nitakuongezea shilingi 300,000 uende upange hiyo mambo yako ya shule, na nitatumana, si ndio mdosi? Hiyo sawa sawa, tapanga hiyo maneno. So tutashirikiana namna hiyo, na pia ile technical training college yenu ambaye huyu mjamaa aliniambia kuhusu technical training college yenu, mimi nataka niwatangazie mambo matatu. Ya kwanza, nataka niwaambie tunawaajiri waalimu wengine 1,300 ambao watakuja kutusaidia katika hiyo technical training college, zikiwemo zile zingine zote za taifa letu la Kenya. Jambo la pili, tunaongeza pesa kama serikali ambayo wanafunzi watakaosomea katika hizo technical training college, tunaongeza capitation na tunaongeza loan, ndio masomo pale wananchi ama wanafunzi wetu wasipate matatizo ya masomo ipatikane sawa sawa. Na jambo la tatu, tutaongeza pesa ya infrastructure. Usikuwe na wasiwasi mheshimiwa, tutapanga ili mambo yako iendelee sawa sawa. Na nilikuwa nataka nimwambie mbunge wetu wa kutoka kule Igembe North, bwana Taitomo, nilisahau kukuambia ya kwamba hawa wanafunzi wa shule ama technical training college ya Kaelo, vile vile tawapatia shilingi 500,000 muweze kujenga madarasa ya hiyo technical training college ya pale Kaelo. Huyu ameomba 20,000,000, nitampangia tuendelee namna hiyo. Tunaelewana jameni? Nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba tunapanga miradi ya maendeleo, tunawapangia mambo ya barabara. Nimesikia kwa kirefu mjumbe wenu ameongea kuhusu barabara, na nimekuja na PS wangu yuko hapa. Huyu anaitwa bwana Mbogwa, ndio principal secretary ya mambo ya barabara. Hajakuja hapa kama mtalii, amekuja kusikia mambo ya barabara zenu iko namna gani. Na vile umesema amenakili vizuri na tutaipangia. Tunaelewana? Tunaelewana bwana wadosi?
ndio tuendelee pamoja. So barabara zenu tutashughulikia, na mambo yenu ya usalama vile vile. Mimi nataka niwahakikishie mambo ya usalama tunashughulikia. Askari wetu tuwapange na mambo yao sawa sawa. Na jambo la pili pia nataka niwapange na vifaa. Nimewapangia pesa ya kutosha ya kununua vifaa ya kukabiliana na wahalifu na wakora na wale magaidi. Tuhakikisha kwamba usalama iko katika taifa letu la Kenya, ndio wananchi washughulike na mambo ya kilimo, biashara, maendeleo, ndio Kenya iweze kwenda mbele, kwa sababu hiyo ndio nia na ndio mpango yetu. Kwa hivyo watu wa Buri, mimi nimefurahi sana. Nitarudi hapa Buri, tuko na milioni 100 ya kukamilisha soko yenu ya cold room pale, hiyo facility. Mimi nitakuja hapo nikikamilisha in the next 2 months hivi. Either nitatuma waziri ama nitakuja mwenyewe nikuje nianzishe rasmi, mupate mahali ya storage na pia cold room, mahali mnaweza kuweka mazao yenu ndio isiharibike, ndio tuondoe ile inaitwa post harvest losses. Tuhakikisha kwamba mazao yetu na mapato yetu ya shambani inashughulikiwa vizuri. Mwisho, mimi vile vile natumana next week mambo ya housing program ya Meru County, kwa sababu tunataka kujenga awamu ya kwanza manyumba 3,000 ya Meru County, na tunahitaji katika hiyo program ya housing tunahitaji vijana karibu 7,000 ambao watatusaidia kwa hiyo mradi. Tunahitaji masons, tunahitaji carpenters, tunahitaji electricians, tunahitaji plumbers na wale wengine wote wenye ujuzi tofauti tofauti. Yale mnafundishwa pale katika Technical Training College ndio watusaidie katika hiyo mradi, watu wapate mahali pa kuishi pazuri, lakini zaidi tuwapangie nafasi ya ajira, kwa sababu tulikubaliana na nyinyi tupange mambo ya ajira ya vijana wetu. And that is why mnaona tunapanga mambo ya housing, tunapanga mambo ya industrial park, tunapanga mambo ya soko, tunapanga maneno ile ingine yote, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba vijana wa Kenya, kina mama wa Kenya wako na ajira, wanashughulika, ndio tuweze kuchangia maendeleo ya taifa letu lote la Kenya. Mimi nawashukuru sana ndugu zangu watu wa Buri. Nawashukuru sana ndugu zangu watu wa Meru. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mambo ambayo mimi na serikali ya Kenya tutashughulikia ni mambo yenu ya maendeleo. Tushughulike na barabara, tushughulike na masomo ya watoto wetu, niwapangie soko, niwapangie industrial park, nipange mambo ya milk coolers, nipange mambo ya hospitali. Na nimekubaliana na governor, hospitali ya Meru hapa, ile referral hospital, bado haijafikia kiwango ambayo ningependa. Kwa hivyo tutawaongezea pesa ya kuipanua na tutaongeza pesa ya equipment. Ndio hapa Meru matibabu yote ipatikane hapa Meru. Hakuna haja ya kwenda Nairobi, hakuna haja ya kwenda ng'ambo. Tutalete vifaa ya kutosha ili wananchi washughulikiwe na matibabu ama matatizo yao ya matibabu hapa nyumbani. Tumekubaliana vile vile kuanzia mwezi wa 6, kila mwananchi mahali popote ulipo, sasa tutakuletea community health promoter hapo karibu na nyumbani. Yule mtu ambaye anaweza kupima pressure, kupima nini, atakuwa hapo karibu na nyumbani. Sio lazima uende mpaka hospitali. Ndio tuweze kumalizia yale mambo mengi pale nyumbani. Na hawa community health promoters tutakubaliana na county vile tutawalipa ndio waweze kufanya kazi hiyo. Mimi naona wengine pengine wako hapa. Hawa ndio tuwashughulikie pale manyumbani. Kila boma watu ama familia 50 tunawapatia community health promoter mmoja, ambaye ndio tufuatilie mambo yenu ya afya na tuhakikishe ya kwamba afya
inapatikana karibu na wananchi kupitia ile mpango yetu ya community health promoters na vile vile universal health coverage ya Wakenya wote vile niliwaahidi. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana, nimefurahi sana kufika hapa Meru, nimefurahi sana kufika Buri, mimi nawapenda sana. Mwathani amurathime. Mungu wabariki jameni. Ama ningesema Murungu abudharime. Sawa sawa. Nimeshukuru sana, na mimi huyu mjumbe wenu bado ananiambia hii stima itafika lini. Stima nimeipangia mheshimiwa. Stima mtapata, wewe relax. Sawa sawa. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Tumpigie makofi tena kwa shangwe na vigelegele tukimshukuru, na naomba sote tusimame ili tuweze kumalizia kwa wimbo wa taifa. Meru, AG.